Leo nyafe nimekuja na topic ya tofauti sana. Ila kabla sijaendelea, nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata topiki zangu ambazo zitakuwa zinakuja mfululizo, ili usipitwe na topic yoyote. Sasa leo nataka tuzungumzie kitu kimoja kati ya mwanamke mwembamba na mwanamke mnene. Yupi ni mvumilivu kwenye mahusiano yake? Yaani kiasi kwamba ukikutana mwanamke mwembamba na mwanamke mnene, yupi ni mvumilivu kwenye mahusiano yake? Kabla sijaendelea na topiki hii, hebu nenda kwenye uwanja wa comment, niambie kati ya mwanamke mwembamba na mwanamke mnene, yupi anaweza kuvumilia kwenye mahusiano. Kwanza mimi naomba nianzie kwa mwanamke mwembamba. Kiukweli wanawake wembamba, kwa jinsi nilivyochunguza mimi, mwanamke mwembamba ana engo yake ambayo anaweza kuvumilia matukio yako. Hasa kwa mfano umemchiti, umekuwa na mwanamke mwingine. Mwanamke mwembamba akikukuta tu kwenye eneo ambalo umemchiti, huwa hana subira. Mwanamke mwembamba hapo anakuanzishia moto. Yaani ninapokuanzishia moto, anaanzisha balangati. Unaweza ukashangaa, kwanza hata dili na wewe, yeye hata dili na yule aliyokukuta naye. Yaani hata awe ni mwanamke wa aina gani, yeye ataona kwa wakati huo ndo mwanamke mwenye nguvu kuliko wote pale. Kwa hiyo anaweza akaanzisha ugomvi ambao kiukweli dunia ikabaki inashangaa. Na niona kwani wakorofi kweli? Wanawake wembamba ni wakorofi na wanajiamini haswa. Mwanamke mwembamba ogopa sana. Akiamua kukuanzishia vurugu, hata jali hata kama ukiwa na baba mkwe, uko na baba mkwe wake, uko na mama mkwe wake, uko hata na mashemeji zake, yeye atakapokuona tu hata jali kwamba asubiri kwanza angalau hata umuelezee chochote, ana muda huo. Yeye atakachofanya kama nakupenda ni varangati tu, ni ngumi mkononi mpaka utakiri na utajuta siku hiyo kwa nini ulimchiti. Turudi kwa wanawake wanene. Wanawake wanene wao bana, asilimia kubwa mwanamke mnene huwa yeye anaweza kakufumania. Wapo aina mbili. Kuna yeye anaweza kakufumania ila akaongea akakwambia maneno ambayo wewe mwenyewe ukabaki unashangaa, kwa ustaarabu tu akakwambia kwa ustaarabu. Ila kuna mwingine mwanamke wewe mnene anaweza akakufumania na asiongee lolote, akabaki anakutazama analia tu mpaka wewe mwenyewe ukaanza kuwa unajishtukia sasa, hivi kweli mimi ndo nimefanya kosa hili? Kweli mimi nastahili kumfanyia huyu mwanamke kitendo kama hiki? Yaani wewe mwenyewe sasa uliokifanya unaanza kuona aibu. Tofauti na mwanamke mwembamba. Yaani mwanamke mwembamba yeye akikufumania ni tifu. Baada ya kwanza kufikiria umemkosea, sasa unaanza kufikiria ni jinsi gani utaanza kutatua ule ugomvi. Yaani utaweza kuuendo ule ugomvi mpaka inafikia hatua wakati mwingine hata kama unaona hasira na umekutwa kwenye tatizo, ili kulinda heshima yako, unaweza kujikuta tena wewe mwenyewe uliofanya kosa unaanza tena kumzingua yule aliyokufumania. Lakini wanawake wanene asilimia kubwa anaweza kukukuta kwenye tukio hata huko kitandani kabisa na mwanamke, lakini yeye akachukua action tofauti na wewe ambao ulikuwa unafikiria. Mwingine akaanza kulia, mwingine akaanza tu kuongea sana bila kurusha chochote wala kutumia nguvu ya aina yoyote, mpaka wewe mwenyewe unajishtukia. Nikukumbushe tu tena kusubscribe channel yetu, na pia nenda kwenye uwanja wa comment, tuandikie comment yako kati ya mwanamke mwembamba na mwanamke mnene, yupi akikufumania anaweza kafanya tukio la ajabu mpaka wewe mwenyewe ukabaki unashangaa. Nataka tu nikupe mfano mmoja. Kuna rafiki yangu alikuwa na mwanamke wake alikuwa ni mwembamba tu wanasema vipotable. Yule mwanamke ulikuwa ukikutana naye hivi, ni mwanamke mmoja ni mwanamke yani mwenye tuvitu twingi sana, yani tuvitu twingi sana. Ninapozungumzia tuvitu tu mongeaji nini. Lakini siku moja rafiki yangu, kama bahati mbaya, yule mwanamke alimfumania. Kiukweli tokea siku ile ndo niliogopa wanawake wembamba. Jamani bonge, yani jamaa wangu ni bonge, nilibouncer.
Uwezi amini alipofumaniwa na mke wake, yule mwanamke ukichali uonyesha pale mpaka yule jamaa na mwili wake, ilibidi yeye sasa ndo yani aanze kuomba msamaha mwanaume kwa kupiga magoti, huku akisindikizwa na mangumi, yeye pamoja na yule mwanamke. Timbwili ilo kuwepo, yule mwanamke kapigwa, kavutwa, kafanywa hivi na hivi na hivi. Yani timbwili ilikuwa sio la kitoto, mpaka hata mimi shemeji yake niliogopa kusogelea tifla yule dada. Ni mwembamba ila rafiki yangu siku hiyo halijuta kwa nini alifanya kile kitendo. Wanawake wembamba wana maamuzi yao, hataki kuumia peke yake. Yani yeye hataki kuumia peke yake, ataka kama umemuumiza anakwambia kama mbwai na iwe mbwai. Na kuna rafiki yangu tena mwingine nishaitia yani matukio ya mwanamke mwembamba na mwanamke mnene. Jamaa alifumaniwa na alikuwa mpenzi wake wale wanawake mabonge. Napozungumzia wanawake mabonge, kuna mabonge na kuna wanawake wenye shepu, ila hapa nazungumzia tu wanawake wale mabonge. Jamaa alipofumaniwa na mke wake, kiukweli mwanamke action aliyomkuta nayo mshikaji ilikuwa ni mbaya sana akiwa na yule mwanamke. Lakini uwezi amini, yule mwanamke alipomfumania tu mshikaji, alianza kuongea maneno ya hisia sana, huku analia yani analia huku akimwambia maneno ambayo yanamchoma jamaa, mpaka jamaa na yeye mwenyewe akaanza kulia. Yani hata yule mwanamke aliyefumaniwa na yeye akaingiwa na imani sasa, kwamba nimemfanyia mwanamke mwenzangu na anaongea maneno kama haya, hichi kitendo kesho na kesho kutwa na mimi kitakuja kunikuta. Umeona, yule mwanamke kaongea kwa hisia sana. Kiukweli yule mwanamke baada ya kulia vile, jamaa alichoamua, alimuomba radhi. Kumuomba radhi, uwezi amini, yule mwanamke pale pale mbele ya yule dada akamsamehe mshikaji. Lakini tifu la yule jamaa wangu na yule mwanamke mwembamba jamaa aliomba msamaha, lakini kale kadada babu siku hiyo akakutoa msamaha hata kwa sekunde. Kaliacha kamevuruga hali ya hewa pale, yani pale kwenye kale kamtaa ambapo tulikuwepo tunashuhudia ile tukio, yani kaliacha kamevuruga, alafu kakaondoka yani kibabe, na kakamsisitizia mwamba kwamba wewe umenifanyia hivi, utakuja na wewe siku kupata pigo. Lakini huyu mwanamke mnene, kwa yale maneno aliyokuwa amemwambia mpenzi wake ya busara mbele hata ya yule mwanamke ambaye alikuwa naye amemfumania, ilikuwa ni funzo. Yani ilikuwa ni funzo mpaka wao wenyewe walijutia kwa nini walifanya kile kitendo. Kwa hiyo kati ya mwanamke mwembamba na mwanamke mnene, kwa mimi, kwa yale matukio ambayo nimeshakutana nayo kwa hao wanawake wa tabia kama hizo tofauti tofauti, ni hayo. Je, wewe kati ya mwanamke mwembamba na mnene, yupi ambaye uombi kuwa naye kwenye mahusiano, au ukiwa naye kwenye mahusiano uombi hakufumanie, kiasi kwamba hata akikufumania siku hiyo utaiona siku mbaya? Nenda kwenye comment hapo. Ulikuwa na mimi nyafe. Nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kabisa kuendelea kupata matukio yangu, yani mada zangu za hapa na pale. Tutonana kwa mara nyingine. Mimi nasema bye bye.